Unajua mwanangu Nyonzi? Ndio. Hapa pacha mwanangu, kiuno kinaniuma vibaya, kiuno, mgongo, yani hapa najisikia kama ni mtu ambaye kabemendwa. Mwanangu, mikazi migumu hiyo. Mikazi migumu vipi mwanangu? Yani shemeji yako sikarudi babu? Karudi jana shemeji yako. Oya mwanangu, sio poa. Mtoto alipofika pale ndani mwanangu, kanikuta mimi nimelala nini, sina habari, mlango niliegesha tu. Umeona bwana? Ana mtu kaingia ghafla, afu mimi nashtuka hivi pa. Mama mtu mwanangu. Unaona? Faster ni kaika vitu vyake pembeni nini, sijui toka ni misi sana, si unajua? Si unajua mtu akikumisi mzee? Kaja moja kwa moja maana kukitandani. Ilikuwa mida saa 3 hivi. Asubuhi hiyo. Shaona? Asubuhi si unajua tena mazingira lazima yao uwe skangaga yenyewe, yani jua bado halijakolea mzee. Ndio. Oya, mimi nikamwachia mama mtu. Saula kila kitu. Umeona? Kaanda kugungisha show pale. Piga show. Zile show zenyewe show yani. Ushaona mikazo yenyewe yani mzee wa kazi. Ndio. Oya, mwisho wa siku Manzi kaona sasa mambo si ndio imekuwa magumu, si imekuaje, kanituliza kwanza. Subiri. Ushaona? Mimi nikasubiri nikatoka kakaa pembeni. Nenda kanichukulie pochi kwanza pale. Yeye ndo anasema ukamchukulie pochi. Si ndio? Umeona? Sasa aliponiambia akachukue pochi, nikajua labda kutokana na msuguano ule nini, itakuwa nimemuumiza nini, si unajua? Na mimi nilikuwa muda mrefu sijafanya jambo lile yani. Ndio. Mimi nikachapu kwa haraka, nikaenda kuchukua dawa za maumivu sasa. Chukua wallet nikampa pale. Na anafungua Oya, naona cha ajabu kalipotoa karatasi na alicheki kwa makini mzee, naona yule jamaa kama Mwarabu si mzungu, namna gani vipi anataka kunitupia kuchiki hivi mwanangu. Dola mwanangu, yale madola yale yenyewe mzee. Tena sio kwamba zinaisha, zinarushwa tu mzee, zinarushwa, mimi nachukua nazipanga. Oya, siri azisoma siara mwanangu. Mimi nazipanga mzee kibunda hivi. Wangu. Unajisikiaje? Afadhali. Naonekana kidogo afadhali. Nimekuletea dawa. Na hii dawa nimetoa mbali kidogo, imetoka. Sio chungu? Sio chungu wala sio chachu. Na hii nimehakikishiwa pindi utakapoanza kuinywa tu, kuanzia leo, baada ya masaa 3 mpaka wiki 1, majibu yatapatikana na utakuwa sawa kabisa. Sawa? Rangi yake inatisha. Ndio dawa. Dawa haiwezi kawa nyeupe kabisa kama spirit. Hiyo dawa, nakumbuka hii ni dawa ya mitishamba. Na sio chungu. Mimi nilijaribu kuionja. Wewe utakaa sawa na imani, kwa sababu dawa za kule mkoa wa Rukwa sio mbaya, naziamini sana. Au nionje mimi kidogo nikuondoe shaka. Takufa. Yaani ya baridi kabisa. Yaani ukipona kwani na kuzalia watoto wao. So 3. Kunywa mke wangu. Yaani na imani kama ushapona. Vipi? Chungu. Sio chungu kama 40.
Ni kwa sababu tuwe mgonjwa, lakini kunywa. Uchungu wake sio kivile. Jitahidi. Ndio dawa. Na hiyo ukinywa ukimaliza, yaani kwanza kuanzia siku 2 tu utaona mafanikio yake. Sasa hizo siku 7 ndio kabisa. Kunywa. Jikaze. Kunywa, usisikilizie. Kunywa mke wangu, kunywa. Wow, safi. Chungu unaisha sasa hivi. Wa madevu. Naam. Mwanangu usinichoshe mzee. Sasa sikuchoshe vipi wakati mtu tushakuelekeza mzee, mazingira ndo kama hivyo, yani unyama kama wote. Unajua wewe muongo. Wewe mwanamdemu gani uliokuwa upo naye anakuonga dola? Unajua dola za Marekani mwanangu? Afu na demu eti anakuonga dola. Wewe madevu nini bwana? Mwanangu unanidanganya mchana kweupe kabisa dola za Kimarekani. Wewe mshikaji wangu wewe vipi rafiki yangu? Angalia stories zingine basi za kupiga mwanangu. Usiniongope mchana kweupe ndugu yangu. Kwa hiyo nyonzi uniamini au sio? Dola za Kimarekani. Aya nipe mkanda. Ndio kama hivyo sasa mimi nikachukua ile mzigo nini nikauhifadhi mazingira. Si unajua? Yaani unajua baadaye unatakiwa kama mambo fulani utu uzima ukiwa unaingia si mafao mimi nahifadhi. Si ushaelewa? Yaani kama mafao nahifadhi nini mwisho wa siku mambo yamekuwa sio. Ushanipata vizuri hapa. Yaani mnyama. Yaani mwanangu wewe midola kweli mwanangu. Yaani show alafu baadaye mimi nitakuwa mshua yani. Ushaelewa? Wewe unafikiri dola 100 zile zikiwa kama 3000 unafikiri nini kinachotokea hapo? Na kwa jinsi mzigo jinsi ulivyo na sijauhesabu vizuri. Oya, hapo baadaye mzigo wa kwenda. Hapo baadaye unakuwa boss. Sasa. Ila mwanangu tukiachana na hayo. Tuachane na hayo kwanza. Oya mwanangu mimi nina wasiwasi na wewe rafiki yangu. Kwa sababu kuna tetesi fulani nazipata mtaani hapa. Naona kama hazijakaa hivi. Tetesi gani mwanangu? Oya mwanangu wewe yule demu ambao unaishi naye yule. Yule leo yani kwamba yani mpo vipi yani mimi bado sijaelewa mpo vipi. Hata unashangaa nini mwanangu? Wewe si shemeji yako mwanangu, sasa unashangaa tena naishi naye vipi yani? Wewe shemeji yako. Sawa mwanangu mimi siamini. Unajua kwa nini nakwambia siamini? Oya babu, yani ukiniambia kwamba ule shemeji yangu, yani yule kwamba ndio shemeji yangu, mimi nakataa. Kwanza mmekutana wapi yule demu? Mpaka unaambia shemeji yangu, mmekutana wapi? Oya, sikiliza mwanangu madevu. Yule pale shemeji yako na yule pale kipindi nampata yule. Nilivyoenda site ya Morogoro ile na nena fundi nani Ngosha. Wakati naenda kule, unajua? Nilivyofika pale kuna mida michale hivi kama saa 7 hivi ikifika saa 8 mimi nachomoka. Tap, nikishachomoka naingia kule napiga mzigo narudi. Sasa bahati mbaya au bahati nzuri, nilivyorudi sasa huko mimi nimetoka site nimerudi huko mwanangu. Mtoto ananipigia simu. Baby na mimba nikasema mwanangu akasema hiyo tano siitaki babu. Hapo unaanza kunipanga mwanangu. Amini ninachokuambia unanipanga kwa sababu ile site ambayo unasema wewe, ile site tumeenda wote. Ushanielewa? Na watu japokuwa tulikuwa wengi, lakini na mimi nilikuwepo pale. Wewe site gani unasema? Site si ile ambayo tulikuwa tunajenga gorofa mzee. Au sio gorofa ile kwa gorofa ngapi 16. Umeona bwana? Wewe unajenga upande wa pili, mimi upande wa huko. Ushaona watu tulikuwa wengi, unajua gorofa kubwa lile. Wewe matukio yote ambayo unayafanya mimi naona kila kitu. Wewe saa ngapi demu umeenda kufanya siti dakika kadhaa nimetoka naenda kuchapa. Huo ni uongo babu. Sio ukweli. Wewe niambie ukweli. Yule demu umempata pataje na yani ilikuwa kuaje? Shauri unajua ukifunguka ndugu yangu, unajua sometimes kuna kwa na vitu vinaonekana ni vinajionyesha kabisa dhahiri. Ushanielewa? Usipokuwa makini makubwa atakukuta ndugu yangu. Sawa? Kuna jamaa mmoja anaitwa Uswe. Unampata vizuri Uswe? Uswe yeye si jirani yangu pale. Jirani yako Sasa Uswe ni mzee wa kazi, mzee wa hizi. Ushanielewa mzee wa totozi. Sasa wewe lete mchezo mwanangu utakuja kugundua kwamba da hapa kweli show. Yule anaweza kapita na dada yako, akapita na mkeo. Ushaelewa? Umenipata fresh hapo. Yana maajabu mwanangu. Sema nini madevu? Wewe achana na hayo mada mwanangu. Mimi ngoja nilikuwa naelekea hivi mwanangu, ngoja mimi niwahi ndugu yangu. Kwa hiyo baadaye tunasomana mwanangu.
Au sio? Na baridi. Haina noma. Kila mwanangu. Chungu. Unasikia na shuka. Unasikia na kushuka. Unasikiaje lakini? Chungu mdomoni umekata ladha. Dakika 2 tu. Na pia italeta hamu ya kula. Mimi dawa za kule huwa naziamini sana. Sawa? Utakaa sawa na utoamini. Naomba Mungu anisaidie. Anitoe kwenye haya majanga. Utapona, usijali. Hivyo ni vitu vya kawaida. Hii ni mitihani tu midogo, sawa? Kuna watu wanaumwa miaka. Lakini wewe Mungu kunijali. Maana angekuwa mwanamume mwingine mwenye roho nyepesi, nikashaniacha. Siwezi kukuacha daima dumu. Nashukuru Mungu kunipa mume bora. Kweli. Nakupenda sana. Napenda pia mimi. Utapona. Utafanya shughuli zako kama kawaida. Sawa? Pole. Afande, samani kidogo kwanza kukuharibia muda, lakini ningeomba kama utojali nipe walau dakika 5 tu za kunisikiliza. Wakati tunapishana Roho wa Mungu akanipa maono, na kama unavyojua Uswege, watu kama sisi magenius ni watu wa kutembea na maono. Kwa hiyo nikasema kwa sababu hujaenda mbali, nikuite tushare hii idea, tuone 2025 kama tunaweza kuvunja rekodi wote. Unajua, mbali na kuwa wewe ni afande, lakini kuna vitu vingi sana ambavyo ni haki yako kama mwanamke unavikosa. Kwa sasa vitu kama hivyo huwezi kuvipata kwa raia yoyote isipokuwa kwa mimi Huswe. Lakini kwa namna unavyotembea inaonyesha kabisa kama usingepata yale mafunzo ungekuwa na mwili fulani ambao kitaalam tunauita mwili mtete. Mwili mtete ni ule mwili ambao ukitembea mwanamke unakuwa huku unapanda, huku unashuka. Design kama huku Singida, huku Dodoma, huku Singida, huku Dodoma. Sikiliza, wewe ni mwanamke. Unastahili kuwa na mwanaume. Unastahili kutongozwa. Unastahili kupata raha kama anazopata wanandoa wengine. Na mimi ndiye mtu pekee ambaye naweza kukutibu kisaikolojia. Maana ukikaa hivi peke yako na ukawa kama unavyofanya kazi za kiume, inaweza ikakutengenezea kisaikolojia ukawa na hii kitaalamu tunaita tomboy hormones. Yaani unakuwa na hormone ambazo ni za kike lakini zina kama energy ya kiume. Tatizo hili kama mwanamke ampati mwanaume kwa muda mrefu, alafu anafanya kazi zinazompa stress, waga zinamfanya anatoka kwenye ile mudi ya kike. Kwa hiyo nimekupa hii idea. Kwanza jambo la pili ni kwamba mimi toka nimekuwepo, nisikufiche, na umaarufu wangu wote mimi Huswe,
sijawahi kudeti na askari hata kwenye familia yangu. Kwa ningeomba tukishafanya hili jambo inatupa sisi jina. Kwanza mimi nakuwa nimevunja rekodi ya kudeti na askari, alafu na wewe unavunja rekodi ya kudeti na raia mwema. Kwa haya maono nimeyapata tu baada ya kupishana na wewe, nikasema nisilale nayo, tushare wote, ili kama kuna cha kubeba ukibebe, lakini kama kuna cha kuacha ukiache. Ni kweli nilikuomba dakika 5 ili angalau tushare hii idea, lakini nadhani kwa huu muda mfupi lile ambalo umelielewa na lile ambalo bado hujalielewa utalielewa tu kidogo kidogo, kwa sababu kawaida ya mwanamke waga na kawaida ya kupokea neno kwa miemko, na anaweza akachukua maamuzi ya kulikataa, kuto kukubaliana nalo, lakini anapoenda kukaa akatulia, jambo hilo waga linajirudia na analifanyia kitu ambacho kitaalam tunakiita examination. Kwa hapa ndipo anapataga mawazo sahihi na majibu sahihi. Dakika 5 ulizoomba zimeshaisha. Nadhani umeshatoa sumu mwilini. Siku njema. Sitaki kuamini kama nilichokiongea chote kimegonga mwamba. Mimi ndo Mr. Huswe. Nakushukuru kwa sababu umesikia na umetenda. Ni katika jina la Yesu, na kila mwenye pumzi aseme amen. Amen. Pigia Yesu makofi. Amen. Haleluya. Amen. Karibu mtumishi wa Mungu. Haleluya makutano. Amen. Shangilia Yesu, mpigie Yesu makofi na vigelegele. Ambao wameacha shughuli zao na kuja kwenye makutano haya kwa ajili ya kumsikiliza Kristo, Mungu awabariki sana. Amen. Wewe ni wa thamani sana. Wewe ni wa thamani sana kufika mahali hapa. Na mimi nakwambia kama mtumishi wa Mungu, Mungu hatakuacha kama ulivyo, kwa sababu Mungu huangalia mawazo na moyo wako amekusudia nini. Wako wengine tunapozungumza sasa hivi wako kwenye rusha roho, lakini wewe umesema hapana, sitaenda kwenye rusha roho, bali nitaenda kwa Bwana, na Bwana hatakuacha kama ulivyo. Msalimie jirani yako, mwambie ninakupenda katika jina la Yesu. Alafu mwambie tunaenda kupata chakula cha kiroho. Wakati nimekaa mahali hapa ninatafakari, nasema tunatangaza Kristo. Hatujaja kutangaza dini. Amina. Wala sijaja kumtangaza baba yangu. Wala sijaja kumtangaza rais. Wala sijaja kutangaza Simba na Yanga. Wala sijaja kutangaza CCM. Nimekuja kumtangaza Kristo. Kristo aliye hai, Kristo aliyekufufuka, aliyeteswa akafufuka, akasimama kwa ajili ya kutuokoa mimi na wewe. Ndiye ambaye nimemleta mahali hapa. Dadangu. Jana sijui umenifanyia surprise, maana sijakuelewa. Nini tena? Bwana, kale kamchele ulikopika jana kale. Mwanzo nimekula mpaka nimeenjoy, yani nimejisikia raha. Kweli leo nimekula. Wewe naye. Tofauti na siku zote, maana shangazi sometimes. Unajua kamchele napika mandoja, rafiki yangu akitoki vizuri. Lakini jana sio poa. Nimeenjoy kwa kweli. Hongera yako. Haya. Sasa ndio na mchele wenyewe ulikuwa mzuri. Unajua ule kidogo jana nimenunua bei ghali. Si ndio maana ukisema kwamba mchele kwa mzuri na mpishi naye anachangia. Naweza kama mchele mzuri alafu mwisho wa siku chakula kikatoka kibovu. Haya bwana. Lazima kusifia dadangu. Lazima kusifia maana muda mwingine. Nisema kweli, wanasema nisema kweli mpenzi wa nani? Mpenzi wa Mungu. Kwa jana bwana. Nimeenjoy. Haya bwana.
Dadangu. Ukija kufanya usafi na umependeza hivi? Jamani. Si usafi tu unafanya mtu? Hapana. Umevaa nguo chafu kidogo. Ningekuwa vizuri. Mama bwana tutafua. Uzuri kaka ni naye. Ataniletea sabuni dada yake nifue niende kupendeza. Basi sawa, mimi napambana kwa ajili yako. Sio mbaya. Sio mbaya, jisikie huru. Mimi nipo kwa ajili yako dadangu we. Hamna shida. Dadangu mie. Bwana mimi nishachoka mwanangu. Nani tena? Alvin. Halo. Vipi dada? Za huko. Alvin. Si tuko poa, si wewe? Tunaendelea vizuri, shangazi yako hajambo. Hajambo kabisa, mzima wa afya. Nipo hapa na wifi yako. Nipo na wifi yako ndio. Ina maana hujui sasa dadangu. Au unaletea dharau tena? Yupo. Unataka kuongea naye? Poa, huyu hapa. Ongea naye. Wifi kama wifi. Halo. Shikamoo. Kwema, sijui nyie huko. Huku salama tu. Shangazi ya jambo, anaendelea vizuri, tunamshukuru Mungu. Jambo kabisa. Sasa nyie mnakuja lini kutusalimia? Mnakuja wiki ijayo. Haya, karibuni, si tupo. Wasalimie huko wote. Shangazi atafurahi kukuona. Haya. Haya, poa dada. Tena mwema. Poa. Hivi itakuwaje sasa akija na akijua kuwa tunamdanganya?